tutazidi kupata mbele. Amen. Hadi na shuhuda, karibuni sana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tusaidisha kweli. Ilikuwa kufika Friday. Tulikuwa tupate barua kufuta kazi tukuje nyumbani. Lakini wakati tuliomba hapa tukuona hizo barua. Baadaye kwenda kazi tukaambiwa sio hivyo. Tukaambiwa tujaze livu ya siku 8 na mwenye hiari yako ukitaka kuenda. Sasa tukasema, tukauliza so walikuwa wametuambia tunaenda, wakasema hapana, hiyo sio nyinyi, wenye wanaenda ni tofauti na nyinyi. Tukasema ni asante. Na huo naimiza watu, na watu wenye walikuwa wanaongea, mimi nilikuwa nawaambia kama ulisemekana kutoka kwa Mungu, utaandikwa moyo, utafanya moyo. Na watoto wako watamaliza shule kama unafanya moyo, utafanya. Lakini kama hii sio kazi yako, hata ongea, hata usemaje, kwako. Shukuru Mungu kwa sababu kuna wengi wanaamka wakienda unasikia wajarudi. Na ni hayo tu. Kuna Biblia nitasomea hapo nini? Methali. Sivyo nisome. Methali 17 mstari 7 inasema maneno mazuri hayapendezi kinywani pa kidogo ya uongo kinywani mwa kipawa ni kama kito cha dhamani machoni pake yeye aliye nacho. Kila kigeukapo hufanikiwa. Amen. Amen. Hiyo Biblia inasema mdomo mzuri haipendezi kwa ukumbavu. Mdomo mzuri, ukiwa na mdomo mzuri kweli haipendezi kwa watu wengi. Si ni kweli? Wewe fanya matendo mazuri, haifurahishi wengine. Lakini ukifanya maovu inafurahisha kwa sababu wa kuongelea. Waanze kusema huyu anafanya maovu. Ushuhuda mwingine naweza sema mtanangu, niliomba kabisa, niliandika hapa nikaomba, hakuwa ameenda shule. Sasa nikaomba nikasema haki penye hapo Mungu amrudisha aende shule. Kufika huko kweli alikuwa anakuja. Kukuja mwenyewe tu, hata siku mlazimisha aende shule. Mwenyewe tu akaniambia mama, mimi Saturday naenda shule. Na hiyo Saturday nikamwamsha tu nikamwambia enda shule. Na akaenda. Na ni hayo tu, Mungu awabariki. Haleluya. Tunaye Mungu ama tunaye? Mungu anatenda katika maombi. Na ushuhuda inamaanisha ya kwamba Mungu anatenda. Maana ya ushuhuda ni nini? Yale ambayo Mungu amekutendea. Na wewe ukiogopa kukuja kusema, ndipo shetani anazidi kukufinyilia chini sana. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi kuna furaha kwa sababu yako. Na asante. Nashukuru Mungu kwa umbali amenitoa. Vile tu alimaliza hivi, nilifika nyumbani, vile tuliomba, tukamaliza. Kufika kwa njia, kijana wangu akanipigia simu, ameenda kazi Nakuru. Na siingia, akapigiwa simu, atafute visa, aende majuu. Na naomba uniombee sana, Mungu akupe milango, fanye kazi ya Mungu. Kwa sababu bila yeye hatuwezi lolote. Na nashukuru tena Mungu kwa sababu ya wajomba wangu. Wametumanisha tena niende mwezi wa 8. Wacha Mungu afanye kazi yake. Bila yeye mimi siwezi. Asanteni. Amen, amen, amen. Ile kitu nimependa kukuambia mama, ambie Sindia kuja kanisani. Maana kufunguliwa kwenda majuu si ati ni furaha.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wameenda huko lakini wako na shida. Kuna watu wameenda huko na wanarudi wana kitu. Kuna watu wameenda huko na wanarudi wakiwa kwa jeneza. So unapofunguliwa katika kanisani, yani inakuwa vitu imefunguliwa kila mahali. Unaweza omba ufunguliwe kwenda ufike huko, lakini kufika huko maisha yanabadilika. So lakini kila mwanzo ambaye imeanzishwa kwa Mungu mwisho wake ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe, na tutaomba Mungu atafanya mengi. Karibuni sana. Alafu wana youth tutawapea tena nafasi yenu kidogo. Alafu pia Sunday school niko na nafasi yenu. Karibuni kwa ushuhuda sana. Aliye na ushuhuda. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Hata mimi nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Amenitendea, maombi kweli tumefanya kazi. Naona hata kanisa tumeendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Na mimi nitakuwa na wimbo ya kushukuru. Amen. Hakika ninaona tuna mahali tunaenda. Mahali ambapo tulikuwa si penye tuko na si penye tunaenda. Bwana asifiwe. Amen. So tunashukuru Mungu. So nashukuru Mungu. Hata nasi tulikuwa tumeona ni kama haitawezekana, lakini naona kila kitu kwa Mungu inawezekana. Bwana asifiwe. Hivi karibuni tunaenda kusonga viwango vingine. Nina wimbo ambao nashukuru Mungu sana kwa sababu ya maombi yetu amejibu. Yeah, we are
amekuja kaniondolee hiyo changamoto. Bwana asifiwe. Wanauliza saa hizi kunaendelea. Bwana asifiwe. Tunawaambia sisi ni Bwana. Mungu asifiwe. Yaani Mungu anakuja kuondoa hiyo giza kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu. Ni kwa sababu amekuja kuondoa hiyo giza kwa wakati unaofaa. Mbarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tujifunga wakati wa shuhuda. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I thank God for the day of today na penye amenitoa juu amenitoa mbali. By the way, there was a time singeweza hata kutoka, mtoto alikuwa ananisumbua na hiyo colic ilikuwa imepersist, na nikienda hospitali wananiambia it could be more than colic. So I used to pray, naomba zingine na yani nakaa hivi najiambia, kwa nini Mungu basi ulikuwa unanipea mtoto ukijua atanisumbua? But the last time I remember, I knelt down, it was 3 a.m. in the morning. Na I cried to God until 5, until najua majirani walishangaa, but that was the day of transformation, because since that day, mtoto wangu ako sawa na anisumbui. I thank God for that. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia nini? Aliingia kwa maombi akafanya nini? Akaomba. Na mtoto akapata nini? Afya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amesema nini hapo muda? Ilifika wakati mwingine ambaye alilalamika. Akasema ikiwa Mungu alijua ya kwamba nitahangaika na huyu mtoto, kumbe Mungu angenipea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila kitu iko na majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna majira ya mateso na kuna majira ya nini? Ya kibali. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na ushuhuda karibu tujifunga hiyo sakta. Karibuni wote. Kama una ushuhuda ni kama Mungu hajakutendea. Hata uhai peke yake yenye Mungu amekupea, hata huwezi sema kitu. Uhai peke yake. Amen. Mungu amekufanyia nini? Labda hata amekupa tu chakula peke yake. Hiyo ni ushuhuda. Kuna wengine hawajapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda mwingine, Mungu amekupa wazazi wazuri. Bwana Yesu, hata hiyo kusema ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Pia mimi namrudishia Mungu shukrani. Amenilinda tangu nikuwe nursery mpaka sasa hivi nimemaliza form 4. Namshukuru Mungu na namshukuru Mungu pia kwa uhai. Ni hayo tu, nambarikiwa. Amen. Karibuni. Haya, Sunday school. Tunakaribisha Sunday school alafu youth. Kama mjajipanga. Sunday school. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu
Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Bwana asifiwe tena. Simpigie Sunday school wengine sijui wametorokea wapi. Sijui kuja tusaidie. Karibu.
Hiyo ni ngoma ya Yesu, si ni ngoma ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Shida hajetuambia inasema nini? Mama, hajetuambia inasema nini? Sio tuambie inasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Inasema hivi kwa Kiluya, iko mahali unapelekwa na Yesu. Hasa nasema kwa Kiswahili, iko mahali unapelekwa na nani? Na Yesu. Sio ufanye vitu ya dunia kwa sababu Yesu yuko, Yesu wako. Amen. Amen, amen, amen. Kila mmoja ameelewa. Bwana Yesu asifiwe. Inasema nini? Kuna mahali Mungu anatupeleka. Na imeanza leo na pia tunayasidi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamefurahi leo mtumishi wetu kwa kwenye radio? Wengi walisikiza kweli? Na jinsi yeye ameanza kama mwanzo. Maana yeye ni kiongozi wetu, hata sisi tunaenda mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ameenda katika radio, sijui Mungu atakupeleka wapi. Bwana Yesu asifiwe. So kuna mahali Mungu anatupeleka. Amen. Haya, youth karibuni. Youth. Karibu sana mchungaji, karibu sana. Amen, amen.
Yesu asifiwe. Kwanza ningependa kukaribisha pastor wetu, karibu sana. Karibu katika uwepo wetu. Tunatambua wema wako na nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Sio tunaenda kwa kuabudu ili tuweze kukaribisha neno la siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna haleluya. Ikipige tusimame wote. Wengine wameamka tu watoto wao kwa magonjwa. Tuliposikia kwenye hata zote tunaambia Bwana ututengenezee njia ya baraka na ulinzi.
There's a power in the miracle coming up into you today. Ambia tu Bwana katika ombi lako. Ambia Bwana katika ombi la utajiri. Ambia Bwana kanisa lako linakuhitaji mchana wa leo. Na pia viwango ambao unaipeleka ni viwango vya kutikisa ardhi. Ambia Bwana maeneo ya Ilula Bwana akaikumbuka. Omba tu kimaanisha roho ya Bwana kutembelee. Ndio tu mikono yako juu kaombe ukamwambia Bwana. We are time we need to surrender to the kingdom of God. We need to surrender to the generation. Ambia Bwana, haitakuwa kawaida katika majira haya. Hayatakuwa majira ya kutekwa nyara. Hayatakuwa majira ya vita ya kawaida. Hayatakuwa vita vya kuinuliwa. Ambia Bwana, inua mikono juu. We tell you are standing to help your God. Ukisikia nimesema inua mkono juu, inua. Najua ni kwa nini naongea hilo jambo. Yes. Mtu mmoja akapiga simu kwenye redio akasema ameamuka tu na mtoto wake akakuwa mgonjwa. Wewe ni nani unapumzi unamchezea Mungu? Mwingine akasema mtoto wake amemsumbua. Mwingine akasema kichwa kinamuuma. Watu wanapitia shida. Wanahitaji Kristo. Wewe una afya unafanya mchezo. Pendwa. Ongea na Mungu sasa kupitia neema ambayo atakupa. Yes. Ongea tu na Mungu kwa neema atakupa sana. Wasana wetu omba Mungu akupe kibali. Kwa miaka uliyofika sio miaka ya kuchezea. Ambia Bwana kibali chake kinaweza. Ya kwamba pana kitu kanaweza tendeka katika maisha yako. Kuna vitu vinaweza inuliwa lakini Yesu atabaki kuitwa Mungu. Katika kukataliwa kwako. Nataka uombe, unaona natumia sana. Nataka upaze sauti ya Bwana. Kamwambie Bwana shida zako. Kamwambie Bwana nataka akutendee nini. Ambia Bwana you are territory. Kuvunjika chini ya miguu yako. Kuvunjika chini ya ardhi zako. Kuvunjika chini ya maeneo. Kuvunjika chini ya anga. Ambia Bwana navunjika na chini ya roho ya Bwana. Navunjika na chini ya pigo za Bwana. Navunjika napiga uwepo wa Bwana. Ambia Bwana navunjika natengeneza njia yangu. Roho wa Bwana uinuliwe milele. Roho wa Bwana uinuliwe milele. Jina la Yesu, jina linaloweza vitu zote. Tunakuja mchana wa leo kutangaza habari njema, habari ya utukufu wako na kibali cha kiroho. Tunafunga vilago zote za malaika wa giza wanazuia maeneo haya, watu wako usipokee baraka. Baba, tunaachilia grace katika kila mmoja. Neno hili Bwana likakuwa njia ya kufunua milango na mioyo za wengi waliovunjika. Baba, kuna wale wako hospitalini, kuna wale wako manyumbani, kuna wale wako katika safari. Baba, tunaomba neema na kibali juu yao. Baba, funika jamii mbalimbali kwa neno hili. Likatusaidie, likatupiganie. Maana unatupenda na unatujali. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Pigia Yesu makofi katika jina la Yesu Kristo. Maana anatupenda, anatujali
Ndio maana siku leo tuko hapa kumtukuza Bwana na kumuinua. Haleluya. Kuna vitu vingine vinahitajika kwa sababu ya neema na mapenzi yake itakuwa pamoja nasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naona leo mna huzuni. Ni kwa nini mna huzuni? Watu waliokuwa na huzuni ni wale walipoteza tumaini yao katika ulimwengu wa kiroho. Na basi kuna neema ambaye Bwana anaweza ikana maisha yetu. Haleluya. Salamia aliyo karibu na mwambie karibu katika ibada siku leo. Na naomba tusonge mbele sisi zote. Tulio nyuma tusonge mbele, tujaze viketi za mbele. Tuwe na ratiba nzuri ya kwamba kuna uwezekano neema ikasonga katika viwango. Songa mbele. 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 Kisikia nasema songa, unasonga. Bwana sifiwe. Watu waliokosa imani, Bwana alikosa kuwabariki kwa sababu imani fugufugu. Biashara unayofanya pasipo imani, vyote vimekwisha. Imani ni important na vitu vya baraka ambazo Bwana ameahidi na maishani mwetu. Kuna mtu anahitaji tu neema ndogo afike maeneo yanayohitajika, lakini kwa sababu ya vitu vya dunia imemfanya akakosa neema hiyo. Kwa maana ya kwanza, tunavunja vyombo vya habari kupeperusha habari za Yesu kama ukoo ya Bukusa. Haijakuwa rahisi, imetegemea mkono wa Bwana. The power of God come to challenge you because of something coming happen to you. Na kama kanisa letu alipokuwa James alifanya kwenye habari, pia hata sisi tumekanyaga kule kwa sababu ya kutangaza na kuhubiri neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sababu ya maeneo tumefika. Kwa hivyo kama ulikuwa tunachukua watu kawaida hivi, badilisha tabia. Amen. Badilisha tabia tu. Mheshimu kwa heshima kidogo tu. Amen. Alafu tuona baraka itakuja juu yako. Imani ni bayana ya vitu ambazo Bwana anatuelekeza na kufanya mipango zetu kuwa mzuri. Kuna watu wamekataa kuwa na imani, na ndio leo wanahangaika. Nilikuwa nahubiri kuhusu sauti ya Mungu, na katika ile sauti ya Mungu, wale ambao walifuatilia tangu mwanzo mpaka mwisho, pia kulikuwa na majadiliano. Bwana sifiwe. Ana kwa ana. Haleluya. Na inatuonesha kwamba yaweza kuwa leo unaniona level nilio hapa, kuna anga ambayo Bwana ametuweka sasa. Na kwa kipindi ambacho tunapitia, kuna msururu wa maneno ambayo inaweza zuia mipango zetu zisifike vile inahitajika. Nimekuja kukutia imani Jumapili ya leo katika altar hizi, katika kitabu cha Mathayo sura ya 8 mlango wa 10. Hata katika Israeli sijaona mtu aliye na imani kubwa kama hiyo. Important ya mtu ambaye anataka kutembea katika neema, mtu ambaye anafaa kutembea katika generation, mtu ambaye anaangalia maisha yake vile yalivyo na kukata kamba na kusema ninataka kutembea kama neema. Jina la Yesu liinuliwe. The powerful of grace come to challenge you because hautembei katika neema. Niliudhika jana sana. Kama uko kwa kanisa na unaleta sadaka, inanisaidia uache kabisa. Bwana sifiwe. Nilikasirika jana. Sikutaka kuongea mbaya. Bwana sifiwe. Wewe kaa naye. Uwezi omba kitu afu kuja niambia naleta sadaka. Nilikuwa kwa kweli nileta sadaka. Imani yetu imekuwa fugufugu mpaka Mungu ameondoka ndani maishani mwetu. Mungu anasema nitakuja, lakini kupitia imani. Hebu tusome hapo. Kupitia imani pema ya kwamba kupitia imani patakuwa na generation. Hallelujah. Kuna watu hawana imani hata leo, wakiomba breakthrough haipatikani kwa sababu wamekosa imani. Hallelujah. Kuteseka tulionaye ni kwa sababu hatuna imani. Atakwenda shambani,
Tunapopanda hatuna imani, chochote tunahitaji hatuna imani. Unakuja kanisani kama kawaida, si nimezoea. Ona sifiwe. Kuna vitu nimeona katika internet vile nilikuwa na pale mpaka nikajua kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shida. Basi katika imani nimewafanya wengi wakakosa kumtumikia Mungu. Ile sauti ya mbinguni inapolia, tunapatikana tuko sawa tu. Hata basi akwambia twende kanisani, niko sawa. Bwana asifiwe. Mmoja akauliza swali nzuri sana, akasema mimi siamini Mungu yuko. Bwana asifiwe. Nikamtuma kwa kitabu kinaitwa James chapter 5 verse 17 to 18. Hallelujah. Anasema wale waliokosa, Elisha anatangaza anga ikue, ya kwamba pasipokuwa na kitu kimemea ndio ujue Mungu yuko. Akasema chapter 18 na akanyosha mvua ikanyesha. Zaidi ya miaka 3 unaweza teseka na ujejua season ya Bwana atakufungulia. Amini Mungu yuko. Tunapaswa, mmoja akasema shule zetu, we are person, ya kwamba tunapoangalia mashule zetu tunapaswa kuwa impa katika maombi. Ni kwa sababu wanaitwa aje kwa shule. Kuna wale wanaitwa wanyandanga shule kuimba, kuomba. Punguza kidogo. Wale wanakuja kuombea shule. Bwana sifa chaplain. Wamekuwa ovyo. Kwa sababu gani? Hao wameangalia hapa. Bwana sifiwe. Ndio unaona shule inatakiwa. Jina la shule ndio. Dada niuliza swali mzuri, kaambia I'm ready, kwa sababu tayari ninajua Mungu anataka kufanya kitu kipya. Anataka kutuondoa ambaye atufai, apandishe wanahitajika katika neema. Pale palikuwa na watu ambao hawana neema, hawana imani. Yakoba anaomba na amanishi, anaomba ya kwamba anaangalia kadi, omba Mungu akafanya operation na kutakasa kibali, na kutakasa neema, na kutakasa kwa imani ya wale watu ilikuwa na maana walibaksela. Haleluya. Neema ambayo Bwana amekupa yaweza kuwa leo haionekani. Unasifiwa. Lakini huyu mpendwa wa station alikuja mwenyewe mpaka hapo. Bwana sifiwe. Tulikuwa na mama, mimi nilikuwa nimekaa hapo. Tulikuwa naangalia vile ya kutengeneza hapo. Bwana sifiwe. Akaniambia ananiita. Sikujua mimi kwa nini tunaenda story ya kawaida. Akasema tuende station, nataka kuja kesho asubuhi. Na mimi sielewi kwa mambo ya Mungu. Bwana sifiwe. Kama kwa mambo ya Mungu mimi nitakuwa wa kwanza vile nitakuwa pale Bwana. Naongea kwa imani kwa sababu kuna kitu umeplan Mungu akutendee. Lakini imani yako imekuwa fungu. Chapter 8 verse 10 Matthew. Mathayo 8 mlango wake wa 10. Hata katika Israeli sijaona mtu aliye na imani kubwa kama ya mtu wa Mungu. Ndivyo ilivyo tuko. Bwana Yesu asifiwe. Imani inatusaidia kusonga. Nasema Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambia sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Hallelujah. Wale walikuwa wanamfuata Yesu, walikuwa wanamfuata kikawaida. Yaweza kuwa katika kanisa unatembea kikawaida, akashangaa kuna mtu katika Israeli anayo imani ya kutosha, anayo imani ya kupigana na kila territory, ambaye Bwana anajiuliza, sijaona mama kama ule mwenye imani alipotamani kuona pigo mpya, akasikia generation ya Bwana inamulika ikisema, hakika nimeona imani ya ule mama, hata mimi nitaitumikia. Jina la Yesu litukuzwe. Kuna imani imepoteza watu wengi kwa sababu hawajapenda kuwa na imani, hawajapenda kuwa na reason ya kusonga hatua, hawajakuwa na reason ya kusongesha ujane tulio naye. Haleluya, haleluya. Power za Mungu zinasaidia watu kuvuka milima na mabonde.
ili wawe na imani. The time unamwangalia Mungu katika anga zako za kiroho, ndivyo Mungu anakusaidia katika kusonga katika hatua. Kuna time ambapo uko chini, anatamani uweze kuona chini ya pingu, lakini anaona imani yako iko chini. Kuna vitu atafanya ndani mwako ili uweze kuwa na imani. Hallelujah. Power za Mungu zinapatikana katika imani. Kuomba kwetu katika ujasiri inapatikana katika imani. Chochote unahitaji Bwana kutendee, lazima utendeke katika imani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maria, kucheka cheka unaweka kando, unaambia Yesu, nataka nikutumikie. Hallelujah. Because everything we need to do kwa imani. Hata kucheka ni imani. Bwana asifiwe. Hata kuimba ni imani. Hata kuringa ni imani. Vile imani yako ilivyo, ndivyo utapokea ufalme. Vile imani yako ilivyo, ndivyo watu watakutamani kukuona. Ukiwa msichana, una vitu vingine Bwana ataweza kutumana kwa mtu. Amen. Aweze kuona imani yako ndani ya moyo, sio nje, si mavazi, sio starehe. Kwa sababu imani ulionayo ina nguvu ya kupigana na zile alta zinayokutega. Hallelujah. Maria huyu ndio tulikuwa naye kwa huduma sana. Huyu msichana tulianza naye, ananijua kuanzia nikianza kuhubiri, kutapatapa yote. Bwana sifiwe, msichana mzuri sana. Hallelujah. Na Mungu ambariki na ndoa nzuri, ambariki na kazi nzuri, na amfungulie milango za mbinguni. Kwa ile kazi amefanya kwa mimi hapa, God will bless you and your mother in the name of Jesus. Ya kwamba mtoto alinisikiza. Hallelujah. Huyu ndio mfano ambaye Bwana anapenda katika hii huduma. Hata mimi nafurahi nikimuona tu, roho wangu inatulia. Hallelujah. Maria yuko wapi? Anakuja, unamuita na anasikia. Ani imani inakubalika katika majira, kwa sababu anasikia sauti ya Mungu ikimpigania. Hallelujah. Pasipo imani sisi sote tumekwisha. Hallelujah. Na ndivyo namjibu katika kitabu cha Mathayo chapter 9 verse 22. Imani yako imekuponya. Soma hapo. Imani yako imekuponya. Hallelujah. The people don't like Jesus. Kuna mtu hawezi kupenda neema ya Mungu imtembee, kwa sababu ana shida, ana mateso. Lakini akiwa na imani, wapendwa, Yesu anajirisha machoni pa wateule. Ile imani iliyofungwa inafunguliwa. Unapata imani ya vipawa. Vipawa vingine haviendelee kwa sababu imani zimekuwa dogo dogo, hazifanyi kazi katika neema ya Bwana. Jina la Yesu. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo binti yako, imani yako imepona. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Jipe moyo, imani yako imekuponya. Wapendwa, hii si wakati wa kufanya mchezo. Bwana asifiwe. Hata mimi kwenda kwa televisheni yetu ni maajabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ama kwa radio yetu ni neema tu, si ati ni mimi. Maana hata mimi sikuwa na plan. Kwa kweli kabisa, hakuna kitu nimepanga. Sasa ndio wananipiga hesabu ya kwanza kupanga. Bwana asifiwe. Sababu sikuwa na hiyo generation katika kibali. Because the power we got generation to receive the miracle of God to happen to you today. Hallelujah. Kuna vitu vingine vinahitaji neema. Pasipo neema utaanguka. Pasipo generation ya kujua msingi, ya kujua uwepo wa Bwana, we are connected in the name of Jesus. Power za Mungu zina uwepo wa kujua ni wapi tunaenda na wapi tunatoka. Hallelujah. Hii kitu imetingisha mawimbi hata kwa breeding. Bwana sifiwe. Maana in the time walipokuona mama, sio vile umevaa nguo, si ni kweli? Nguo inametameta. Lakini sasa wanaona hiyo umetameta yako, walikuwa na kuchukua kama mtu wa kawaida. Are we together? Kumbe umebeba uwepo. Hallelujah. Ninashukuru mama kwa sababu yuko hapa. There is power in the word. Hallelujah. There is power kwa sababu ya kazi ya Bwana. Watakuwa fugufugu na vitu vya dunia, maana Yesu atatuondolea Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wangu, kuna kitu Mungu anaweza andaa. Bwana asifiwe. Amen. Unajiita gifted mind. Gifted mind hata ukanyagiki. Bwana asifiwe.
Haleluya. Amen. Mimi najua sasa tumeanza kujenga mambo, watu wengi wataenda. Wataenda. Bwana sifiwe. Watakuja sasa iko tayari. Mimi naelewa. Bwana sifiwe. Kwa sababu hawana imani inaweza kamilika. Hawana imani kuna kitu kinaweza tendeka. Haleluya. The power of God inatupa uwezo wa kupigana vita na kumshinda huyo mwovu ambaye anakuzuia usipate neema. Kijana mmoja mwenye kiburi alisema leo atachelewa. Bwana sifiwe. Tulikuwa naye hapa anachapa kazi. Akaniambia pasa, hao watu wajui hii kitu ina neema gani? Bwana sifiwe. Sasa yule kijana ananiambia kwa pasa, hao watu wajui kuchimba tu hapa ili neema. Mimi hii kazi nachapa tu. Mimi sina wasiwasi. Mimi nachapa. Paka katunulia chai, katunulia mkate. Bwana sifiwe. Wewe ukiambiwa utoe hapa kwenye neema, hilo na mzima itajua ulitoa shilingi 200 ukapea pasa Milton wapigia watu chai. Neema iliyo fugu. Jina la Yesu linuliwe. Hapo ndipo nawaambia ukweli ya kwamba wale watu wanajua siri ya Mungu huwa hawababaiki, huwa hawatingiki, maana wanajua nina neema katika ufalme wake. Haleluya. Hapo chini yake akasema nini? Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezi. Haleluya. Alipofika mahali pale, akakuta yule mpendwa yuko pale, wanafanya maombolezi. Hiyo ni pepo ya kusumbua hiyo. Wanasifiwa. Mkae huko nje msikuje. Pembezani huko maliza, maana tulikuwa nataka hapa mkatoroka. Wanasifiwa. Pepo ya kusumbua. Sasa ndio tunapata hapo. Walikuwa wanafanya nini? Maombolezi. Haleluya. Walikuwa kila mtu wako shughuli zake, kama ni starehe wanakula. Imani ikakuja kumponya yule mtoto. Haleluya. Akaondolewa makaburini kwa sababu alikuwa amepagawa na vitu vya dunia. Haleluya. Praise the Lord. Imani yako imekuponya. Haleluya. Tunahitajika tu neema ya imani. Tunahitajika tu neema ambayo itatutoa mbali. Haleluya. Biashara bila Mungu ni bure. Kazi yoyote bila Mungu ni bure. Mahitaji yote bila Mungu ni bure. Haleluya. Bwana anamshuhudia mtumiaji kusimamisha wale. Kwa sababu nataka Bwana kuongoze katika jambo lingine. Wakati tunaomba kusimama, Bwana pia kuinue katika imani. Habadilishe your territory. Habadilishe muziki, habadilishe tabia, habadilishe pia na mawasiliano. Jina la Yesu linuliwe. Ndipo Yesu akamjibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Power za Mungu za imani, power za Mungu za kuinuliwa, power za kujua generation, power ya kuvunjika mbele za Bwana, power ya kutoka katika mateso. Imani inatuondoa. Unajua ndio mimi nikuombea hapa. Are we together? Kama una imani nikiguswa tu nitapona. Hata tuwekelee mikono, hata tuwekelee miguu, hakuna kitu kitafanyika. Bwana sifiwe. Lazima uwe connected na madhabahu haya. Lazima uwe connected na huyo mchungaji. Bwana sifiwe. Imani ya pili ni kutoa sadaka. Amen. Sadaka inakuunganisha na hiyo altar. Hallelujah. Because I prepare you to another level. Wakati unamtolea Mungu dhabihu, ndipo unasonga katika neema. Hallelujah. Mimi sijaenda kwa radio kwa kweli. Bwana sifiwe. Lakini napeperusha kwa TikTok na Facebook. Hallelujah. Hapo ndio walinipata. Na wakafanya jina chini kuja kunitafuta. Bwana sifiwe. Sasa kufika huko ananiambia pasa, nataka hii wiki mbele utakao tunapea. Sasa wananiambia nini kidogo tu, alafu unapeperusha kila asubuhi. Sasa nikajiuliza, mtu ametoka huko amekuja hapa amesema nipeperusha habari. Bwana sifiwe. Jumapili tuko huko. Tutapiga injili bado. Hallelujah. Na tutaendelea hivyo. Sisi hatuwezi kukosa pesa ya kulipa tufikishie watu wengine ujumbe. Unajua kama mtu umekataa, enda kimataifa. Ama ni gani mama? Na huo mataifa itazaa matunda. Awitoke. Waliobusia watapokea baraka. Ndipo kwa Bwana akasema, kuja kwako watu wakipiga simu, lakini leo
Watu wapiga simu sana. Bwana asifiwe. The power of God. Nguvu za Mungu zinawavuta watu wanakutana pale. Hallelujah. Asante kwa walipiga simu wamesema pastor barikiwe. Amen. Power za Mungu ziko juu yao. Waliopata habari ya neema, hiyo ndio neema ya gifted mind. Watu ambao walivumilia matunda mazuri wanaipokea katika generation. Palipokuwa na ugumu, Yesu unaona ya kwamba Mungu anakupenda, lakini hujajua sauti yake ya imani iko wapi. Amen. The power za Mungu zinahitajika katika majira na nyakati zinazohitajika. Wapendwa, wakati mwingine unaweza kuja kanisa ukajipata peke yako hapa. Amen. Inategemea imani yako ni ya wanadamu ama imani yako ni ya Roho Mtakatifu. Jina la Yesu liloinuliwe. Jina la Yesu lipewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Pepo usumbua watu kwa kila generation. Maana kuna vitu vingine vinahitajika neema ya kipekee. Hallelujah. Mathayo 17 mstari wa 20. Naongea kuhusu neema pekee yake. Hallelujah. Asubuhi walionisikiliza nilikuwa naongea kuhusu nini? Sauti ya Mungu. Hallelujah. Yeah. Maana Yesu ni tegemeo. Yes. Shikai. Bwana sifiwe. Bishop mmoja kutoka Marekani atuambia, "Hubiri kwa mtandao si mbaya, ni mzuri. Na wale wanasikia wasikie." Tunasimama in the spirit of the Lord. Hallelujah. Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Zuia hapo. Kwa sababu ya upungufu yetu. Are we together? Kwa sababu ya upungufu yetu hatuwezi kupata neema. Hata kuambia pepo mchafu ondoka, kwa sababu sisi wote ni bure. Kwa maana imani nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punge ya haradali, ya kwamba imani ambayo tuko naye, hata ukiambia mtu inua mkono haizinua, hadi imani duni. We together? Imani ambayo huwezi ambia mtu songa, anasema hapana, mimi niko. Imani tulio naye ni ndogo sana. Imani kadogo ambayo huwezi kusaidia hata mgonjwa akapona. Imani nyuko naye hata kununua kitu pale kwa duka ulete katika madhabahu, ni imani fake. Kwa sababu gani? Unasema nikipeleka ni kama itaisha. Hallelujah. Wakati generation unapeana generation, hapo ndipo Mungu anaachilia fedha na manukato katika maisha yako. Hallelujah. Ndipo Yesu akasema, najua kuna siku utanibariki. Praise the Lord. Permission ambayo Mungu anatupa, Mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka. Utakuwa na uwezo wa kuambia hii maneno na hii vitina. Kama Ilula imejaa na vitina sana, utaweza kuwa na uwezo ya kuiambia ondoka hapa, hapa tumechoka na wewe. Bwana sifiwe. Nataka kuona Yesu akifanya nini? Akitembea. Hallelujah. Wengine wetu hatukuji makanisani kwa sababu gani? Wamejaa vitina. Hii kanisa ilikuwa imejaa. Bwana sifiwe. Lakini hapa ndio namba moja. Bwana, ukiwa na vitina, wacha vitina. Ukiwa na masegenyo, wacha masegenyo. Kama unataka Bwana akuinue the level, tumika kama mtu anahitajika kutumika ili umfikie Bwana. Naongelea kuhusu imani. Maana watu ambao walikuwa na imani vuguvugu ndio wenye kubeba mizigo. Amen. Uliona? Ulisikia? Alisema, akakuwa, the church are connected. Kwa sababu imani fugu ilifanya kanisa likakosa muujiza. Hallelujah.
Mimi nitakwambia muujiza mtatu ambao umefanyika katika kanisa kwa kipindi kifupi sana. Hallelujah. Because of prepare to the generation. Hallelujah. Salamia leo karibu na mwambie Yesu anakupenda. Mwambie Yesu anakupenda. Yale maombi tunaenda kupiga hapa, kwanza tuombee vitu fulani Bwana andikue. Mshika leo tukua katika maombi tukaambia Bwana, you are declare in the spirit of the Lord. Anybody will standing against you will cancel in the name of Jesus. Anybody will follow your family will cancel in the name of Jesus. Anybody will call you in the business will cancel in the name of Jesus. Prepare to the kingdom of God. Jiandae kwa mafuta ya kibali cha kiroho. Hallelujah. Hata mimi msafi sio. The power of God inatuambia kwamba tutembee katika neema. Tunataka tufanye mpango ili tupande kanisa huko Elgeyo Marakwet. Unajua huko watu wakitoa sadaka mafungu, waleta kondoo, wanaleta ng'ombe, hawaangalii vitu, wanatoa kabisa. Bwana asifiwe. Sasa hata pastor akivaa suti hawezi sikia mpaka kwa sababu gani? Wanatoa. Bwana asifiwe. Lakini sisi kama Afrika hapa, huko ni Ulaya. Hapa Uafrikani tukitoa tunasema na huyu akana nakula yeye. Bwana asifiwe. Unapojitolea kwa Mungu, Bwana anapeana season baada ya season. Hallelujah. Na anapeana majira baada ya majira. This is a powerful of grace of God. Can happen in our generation. Bwana asifiwe. Kwa sababu unafanya kulingana na matendo ya Bwana. Leteni kiboko huko nje. Leteni kiboko. Naona watu wanataka kuchapa. Kwambia ukiona nimesimama kwa madhabahu kae chini. Utashuka na kuweka kiboko na unakuja kuhubiri. Unanipata? Moving staki. Kama nini mlienda kitambo. Sasa ni wakati wa neno la Mungu. Mchezo mwache. Bwana asifiwe. Are we ready? Ukitoka mimi naenda mic chini na natoka na wewe. Bwana asifiwe. Maana tusipokuwa serious tutapoteza kizazi. Ndio maana mnaenda mnachoma mashule, mnafanya nini? Maana mlikosa kutii uwepo wa Bwana. Hallelujah. There's something coming to happen in your generation. Kuna vitu lazima tuwe serious ili Bwana atufanyie kazi. Unaona wakati tumeita Sunday school, sima Sunday school leo walitoka wakaenda. Mlijua alienda hapo. Sasa hiyo wakikanyagwa na gari pale, wapigwa na gari. Si tutaacha maji tena tukimbia huko. Bwana asifiwe. Angalia mtoto wako uko hapa, hako wapi? Bwana asifiwe. Hako karibu na wewe. Jina la Yesu liinuliwe. Tunaweza maabudu Mungu baada ya kumaliza nasikia tena hospitali. Jina la Yesu. Kwa sababu shetani ambaye tunamfukuza hapa anaenda kuataka maisha yenu pale kwa barabara. Pasipokuwa na imani ya kwamba lolote linaomba hapa litatendeka, anakuwa kawaida. Jina la Yesu liinuliwe. Tendete. Tutaanzia wewe. Ya kwamba power za Mungu lazima zidhihirishe. Hallelujah. Power za Mungu lazima zitembee kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Imani ya ule mama ikamponya. Wewe una imani gani? Wewe una imani gani? Jina la Yesu liinuliwe. Imani inayowezesha mamlaka na kibali katika jina la Yesu. Hallelujah. Ukunda kwenda kununua kitu. Enda. Biblia inasema kwamba Bwana akamzungumzia mtu kwa sababu ya imani aliyopewa mamlaka ya Bwana. Pasipokuwa na imani dunia iliangamia. Pasipokuwa na imani waganga walipata nguvu wa kutushinda kama watumishi wa Mungu. Na ndivyo unaona leo the demon attack. We attack your county, anashika mashule, anashika hapa, ukitaka kujaribu kitu unapata iwezekani. Maana imani yetu ni duni, haina position ya kusonga hatua. Jina la Yesu liinuliwe. Panapo imani watu wengi walibarikiwa. Panapo imani milango zilifunguka. Panapo imani watu hawakuenda kwa waganga kutafuta sizo ya baraka za Bwana. Mark chapter 5:35. Wewe mtu ambaye imani yako imekuponya pamoja na familia, pamoja na watoto wengi, pamoja na kazi yako. Mark chapter 5:34. Power za Mungu juu yetu. Power za Mungu katika majira. When you look at the Mark, kutoka Matthew na Luke, kutoka Matthew na Mark 5 chapter 34. The power of anointing, the listening anointing, God will open the door today.
zako kwa imani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Haleluya. Imani, faith imekupona. Maana Mungu ana uwezo na kibali. Haleluya. Maana Mungu anafanya nini? Ana uwezo na kibali. The time of God to listen faith. Kuwa na imani ni important ya vitu tunazohitaji. Pasipokuwa na imani, ukiamini tu simu, hiyo simu tu itakupigania. Bwana sifiwe. Una simu itakutoka kwa kichwa, utalia msiku mzima. So upe muda, nafasi yake. Halafu ufanye shughuli zako. Wiki mzima unafinya simu. Kama ni watch ile inaitwa Afro Cinema. Umewatch hapa, kuna kwanga na wifi 24/7. Bwana sifiwe. Sipokuwa tarehe moja ndio tunaangalia vile tutalipa. Bwana sifiwe. Sasa angalia, unaochi vituko na sarakasi. Alafu unafanya uamuzi mwenyewe. Ni kipi utachagua kitakuwa na imani. Kama ni kutembea uchi, kuja tembea uchi. Haleluya. Tutajua imani yako sasa iko uchi. Kama ni vituko na sarakasi, kuja tuone vituko na sarakasi. Kama ni mama amebeba vitina kwa mgongo, haya tutajua kwa sababu umeona kwa mtandao. Kuna wale mama wameshenea. Jina la Yesu liwe. Kuna wale roho mbaya, hata kuwatazama unaona ni kama huyu ameoleka kweli. Roho ya madhabahu ya kwao ikiinuka, shetani anateka opportunity. Yeye anaondoka na kweli. Ukimtazama anasema, nimemwona huyu mama, huyu si mzuri. Kumbe roho za kwao zimeinuka. Imani fugufugu imetoka ndani mwake. Jina la Yesu liwe. When we are finish kwamba ambaye Kristo tumesahau. Sasa ile kupata shida unabeba mzigo wako peke yako. Ni kweli ama si kweli? Tunakuja katika kuunganisha hilo la kwa kitu kimoja. Baada ya kumaliza hapo, Bwana sifiwe. Tutakuja house to house. Kila nyumba iko maeneo haya. Ilula inaitwa Eastern ama South. Zote tutakuwa tunakutanisha katika kundi moja. Tutajua sasa wachana hizi inafanya watu wanakosa imani. Sasa mtu anajitetea. Tutajua wakati kuna shida, je, wewe unatoa? Bwana sifiwe. Wakati kuna shida wewe unatoa. Haleluya. Pasipo haya basi tutakuwa tunaanguka. Asitabaki ndio kila mtu anatembea. Unasikianga? Wakati Sodoma na Gomora ilianza kuchomeka, watu walikuwa na react kila mtu kivyake. Hapakuwa na imani. Basi akaona ni vizuri niingie katika Sodoma na Gomora. Ni haribu ni chome, ndio unapata watoto wetu wameharibika. Haleluya. Ukimaliza shule hautaki kanisa. Ati kitu cha muhimu uko na certificate, unakuja kuringa naye. Unaringa naye kwa nini? Imani ya pesa ndogo. Haleluya. Ukipata kitu ka shilingi 20,000 unaona umefika, basi hata pastor huyu ni chizi, atanifanyia imani fugufugu. Ndio kesho yake unapata ya kwamba mtoto wako ameharibika kwa sababu ya kuringa na vitu vidogo. Haleluya. Mpendwa, wacha majivuno. Mpendwa, wacha kujisikia kwamba umefika. Imani tutaijua kwa matendo yako. Kanisani tutakujua kwa matendo. Taifa litakujua kwenye matendo. Mengine tumejificha chini, lakini inahitajika neema. Haleluya. Mpendwa, nataka nikuambie kitu kwa ibada ya leo. Leo tarehe 14. Kuna watu wako karibu na wewe. Hawapendi usonge hatua. Kwa sababu wanataka uwe generation ya malipa. Wakisikia umeinuliwa, wanaanza vita. Wakisikia umesonga hatua, wanaanza vita vya mateso. Watafanya juu na chini mpaka ushuke chini. Haleluya. Nimekuja kukuambia mpendwa, imani ya yule mwanamke Msamaria ilikuwa na nguvu sana. Je, wewe una imani gani katika maisha yako? Ili Bwana akupe talanta ya kusonga tu. Wakati unainuliwa, Yesu anasema nimemuona Bwana. The power of God. Hallelujah. Imani imenyima watu baraka. Imani imenyima watu hata kuolewa. Imani imenyima watu kuwa na baraka kwenye ndoa. Maana hatuna imani. Maana hatuna imani, tunabahatisha. Mwanamke yako na wanaume 5 na ni mwanamke wa mtu. Ajali na asubiri ya kwamba yeye ni mke wa mtu. Maana hako anafanya imani imefanya baraka ikatoka katika ndoa.
Imani imefanya baraka, watu wakakosa kubarikiwa. Imani imefanya tunang'ang'ana Jumatatu tu Jumatatu, maana imani tulionayo hata ipendezi Mungu. Jina la Yesu liinuliwe. Hapo ndipo tumefika kama kanisa ya leo. Tukimbia makanisani kusema mimi ni Mkristo. Yale tunayofanya tenti ya kisa yamefanya Mungu akakataa hata kuinua ile kanisa, kwa sababu vitu tunazozifanya. Your generation ya maisha yako imepotilika kwa sababu kuna watu walikubali huwe vile ulivyo. Kuna vitu vingine nilitoa hapo siku ile nikaenda sina nilipita nayo tena. Hani tunavuja wewe unachukua. Unangoja mimi mwenyewe nikupee. Bwana sifiwe. Ukiona kitu tumetoa kwa mtu, usiwahi kuja hapa kuchukua. Bwana sifiwe. Utabeba laana hapa. Ninaambia imani yenu ni vuguvugu. Unasema kaka kwanza kananiambia nini? Bwana sifiwe. Nimeona kwamba imani tulionayo tunapohubiri mtu anakuchukulia kawaida. Nataka nikuambie siku ya leo, kama uamini muujiza unaweza tendeka, wewe kaa tu kama Mkristo aliyokubalika kuwa kawaida. I remember pia kuna mtu anasema kwamba mimi siamini Mungu hayuko. Hakuna siamini. Kwa nini? Kwa sababu vitu aliyotenda zilikuwa maovu, na alipotamani kumrejea Yesu, Yesu akakataa. Kama ni kazi iliisha, kama ni kitu ulinunua, kama kapikipiki unasikia kamegonga, kama ni gari kamegongeka, unashangaa imani imetoka. Kumbe declaration ya kwamba imani yako ni fugufugu, hasina uwepo wa kusonga hatua. Jina la Yesu liinuliwe. Yesu akamwambia hakika naona baraka zangu, lakini nina kitu moja nataka nikwambie. Imani ulionayo imekatiza baraka ya kukufikisha katika sisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Today ni siku ambayo Bwana tunaingia katikati ya wiki ya mwezi. Imani yako iko wapi? Imani yako iko wapi ninapomalizia? The power of God. Hallelujah. Nguvu za kipekee. Mark chapter 6 verse 6. Power against you. Nguvu ambayo itakuwa protector ya maisha yako. Naongea tu kwa vitu hivi vitano kwamba imani. Maisha yetu kwa ndoa ndio iwe mzuri, imani. Kama mzee hana kakitu, kubali. Kama mama unaona mambo yenu mzuri, kubali. Watakuwa kikwazo katika generation inayokuja. Maana imani tulionayo itatusaidia tu katika neno. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe kanisa. We remember Bwana anaweza fungua mlango akafanya vitu vya ajabu. Tuwe wazuri kwa mume zetu ili wawe wanapendeza, ya kwamba tuwe katika njia itakayomtukuza Bwana. Your generation we are prepared to the house and then God will bless you. Kwa sababu ya sauti ya Bwana. Kuna vitu lazima tuanze kuangalia ndani na kiini ni nini ili Bwana achilie matunda ya kiroho. We are kwa sababu ya fire. Fire, 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 follow Baba, fire, fire, Baba, fire, follow Yesu, sikene opendeko, fire, follow, hallelujah, we are Pentecost, moto, 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 moto mewa, moto Baba, moto, moto Baba, moto mewa, kama siku ya Pentecost, moto mewa, akababa leo, kama siku ya Pentecost, moto utawaka kama tumekubali kuwa Wapentekosti. Tunatembea kama Wapentekosti, tunahubiri kama Wapentekosti, tunavuka kama Wapentekosti. Hadi wengi misukuma ni mengi, Yesu ya Pentekosti ndani mwetu anatangaza nguvu za Bwana. Haleluya. Imani ilisaidia wengi. Imani ilisaidia nini? Wengi. Na kwa sababu mimi nimeenda studio nimerudi. Bwana sifiwe. Na sijakunywa chai. Bwana sifiwe. Sasa nikimaliza kuhubiri, Bwana sifiwe,
mnaleta ile chai kubwa. Haleluya. Alafu mnapea pastor. Haleluya. Sema pastor, asante hata kwa kuhubiri. Haikuwa neema yetu, na pia mimi kwa sababu nilikuwa kwa kona, nilikuwa najua, nikakusupport kwa maombi. Haleluya. Mimi nitahakikisha hata yeye mmeenda studio. Tuvunje hii tuvunje hii nira ya kwamba kuna mama, jiandae, mimi nitakutuma tu huko. Unaenda huko unachapa injili. Walio kuona huko chini iwasema. Titus, mimi naenda tu wiki na ile nyingine. Ile zingine nitawatuma. Bwana sifiwe. Unapitia huko unachapa injili za 12 na mambo inakuwa mzuri. Maana kuinua mtu si ati akae tu hapa, inastahili aende hata apige kwa binadamu, na hata mimi naweza upeni. Haleluya, haleluya. Unachapa ile injili, unachapa hapo, unachapa. Usiende kutunda na hati Kiingereza, wachana naye. Wewe chapa hiyo Kiswahili unajua, utaona vile Mungu anashuka. Kwa sababu katika hiyo neema pana breakthrough katika jina la Yesu. Inua hata hiyo radio, enda tangaza. Bwana sifiwe. Mnachana inaitwa FM ngapi? 107.7. Unasikia Jumapili asubuhi na Mungu anatengeneza njia. Hallelujah. Because you are prepared to judge. Walio wa Mungu watazidi kusonga tu. Walio wa shetani watazidi kurudi nyuma, maana Yesu anatupenda. Hallelujah. Neema inatusaidia tufike maeneo. Hallelujah. Neema inatusaidia tusonge generation. Neema inatusaidia tunapata uponyaji wa kibali cha kiroho. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Na watu wengine wanasema Mungu nisaidie. Nisaidie katika kila jambo. Nisaidie katika kila njia, maana Bwana ametupenda. Kuna neema nyingine Bwana ameficha na nimalizie Mark chapter 6:6. Alafu tunamalizia. Akastajabu kwa sababu ya kuamini kwao. Akazunguka katika ile vijiji afundisha. Amen. Moja ni mhubiri imani. Amen. Ni mhubiri nini? Imani. Na hiyo imani itakusaidia position yako. Hallelujah. Sisi tunaanza na pesa yako. Bwana sifiwe. Ukitaka kuweka simiti weka, umlilie Mungu wako. Bwana sifiwe. Kama ni kutoa sadaka toa, usitoe pesa mito atakula. Bwana sifiwe. Toa mtetee nani? Bwana. Are we together? Lakini ukitoa ndio unaona watu wana imani. Nasema kazunguka katika vijiji akakuta watu wote wana imani. Naweza kuwa ni mahubiri imekukwaza. Sasa ndio ninaanza kuhubiri. Bwana sifiwe. Niliona nataka kupembeleza watu ni kazi ya bure. Bwana sifiwe. Maana unapembeleza mtu tena kupiga teke. Unapembeleza mtu ubiri. Akipenda kukaa nawe akae. Bwana sifiwe. Akipenda kwenda huwezi mkataza. Bwana sifiwe. Mbia ni sawa. Kwa muda wako umekuwa nasi, ni vizuri, tunashukuru. Haya, tumeshukuru umeondoka. Isipelipo imani yako ndio itakuongoza. Hallelujah. I remember anaitwa Natasha, amekuwa nchi za nje. Wakati mambo ni mzuri ametulia kidogo. Bwana sifiwe. Wakati mambo imeinuka utampata vizuri. Bwana sifiwe. Utapatana naye vizuri na udemkilia. Yaani ya kwamba mpaka aone changamoto. Amen. Ndio arudi katika nini? Imani. Bwana sifiwe. Kuna vitu ambazo unaweza patana nayo kule nje. Mpaka unasema ya kwamba mimi kweli ni watu wa aina gani? Na nyinyi ambaye mko na vitina, mnapigia Natasha. Mnaambia tu huyu ameoa huyu msichana hapo kwa hoteli. Mfunge hiyo midomo zenu katika jina la Yesu. Yule alikuja hapa ni Mkristo, hiyo tabia muache. Kama kuna vitu kama hizo zinatendeka pale chini ya teli, maana niliambiwa na sikuwa najua, nilishtuka jana usiku. Mfunge hizo tabia na wanyo wako hapa ni wa vitina. Mungu afunge hizo midomo katika jina la Yesu. Na kama wewe ni mmoja, ninakutabiria siku ya leo ya kwamba hiyo mdomo yako itakaa kando. Alafu kuja tukuombee hizo vitina, tutaki ndio kanisa linapunguka kwa sababu ya vitina imechaka kanisa. Jina la Yesu linoliwe. Leo mtasema mimi nahubiri mbali. Ninahubiri kwa sababu nataka kuwatengeneza. Ndio wakati kwa sababu atahubiri hapo utasema kweli pastor alihubiri. Are we together? Wacha kukaa mtu wa kawaida. Ya kwamba unatupaka mafuta nje. Ndani kumewasha moto. Ambia Bwana nisamee. Bwana sifiwe. Huyu alikuja hapa tulienda kuombea hoteli, si ati alifungulia hoteli. Nataka niweke kitu wazi. Maana ni mtumishi wa Mungu mahali hapa. Bwana sifiwe. Unajua kama mtumishi wa Mungu kunaweza tokea hatari ikavunja kanisa. Bwana sifiwe. Hata huyo ni malaya yako na huyo. Bwana sifiwe. Unaona? Bwana sifiwe. Ule alikuja kuombewa na akaletwa na mama ule anaitwa Mama Mari. Bwana sifiwe. Haitakuwaje tena mnageuza tabia? Haleluya.
hiyo midomo zenyu mfunge katika jina la Yesu. I prepare to the prayer now. Ninawaombea sasa hivi katika jina la Yesu. Ukitaka kwenda mbali, funga mdomo. Ukitaka kuinuliwa, funga mdomo. Ukitaka kanisa lenyu lisonge hatua, funga mdomo. Utaona ukisonga tu. Jina la Yesu liinuliwe. Hata kama kuna mapigo, wacha Mungu atupiganie. Haleluya. Wacha Mungu afanye nini? Atupiganie na atatubariki. Haleluya. Jina la Yesu liinuliwe. Wakati mwingine Biblia inasema kwamba akawaonya kwa ukali na akatekeleza ujumbe mzuri kuwabariki. Haleluya. Ili ya kwamba watu wasonge nini? Hatua. Unajua Biblia inasema kwamba waliokuwa na imani fungufungu hakuna mahali walienda. Kwa hivyo wanaona hapa. Amen. Mimi nataka tu waniambia wiki mbili tutakuwa kwa TV. Bwana asifiwe. Wiki mbili hamna hii. Sasa mimi sasa nikupigania tu hapo. Bwana asifiwe hapo tu. Mpaka nifike kwa TV ta. Niambie hallelujah, praise the Lord. People from Nigeria, hallelujah, praise the Lord. I'm very happy today. Hallelujah. Power za Mungu zitakusaidia kwa sababu kuna kitu umeendi na kuibariki kazi yako. Niko naambia mama wakati utaweka floor hapa sasa ndarudi nyumbani kutengeneza. Bwana asifiwe. Mara ukitengeneza hapa, ukitengeneza kwako kama wewe ni mchungaji, nataka nikupe mission yenyewe niko nayo. Ukitengeneza kwako ipendeze na kanisa iko hivi. Washiriki wataweza wanasema pastor wetu anakula na bibi yake amenona. Jina la Yesu liinuliwe. Sasa you are right kubatiza haya kwanza, halafu turudi nyumbani. Jina la Yesu liinuliwe. Ndio unasikia hiyo ndio imani yangu. Sasa kama hujanielewa nielewe leo. Bwana asifiwe. Usijali na kwangu. Wakati wake ukifika nitafanya nini? Nitatengeneza. Haleluya. Lakini kwa sasa niruhusu nimalize kazi ambayo Bwana amenipa katika madhabahu haya, halafu mimi nirejee nyumbani. Niambie mama awiteke kwa sababu ya neema ya kuvumilia, kadiri ya kwamba machungu ni mengi lakini kuna neema. So pige Yesu makofi katika jina la Yesu. Ninapomalizia, Bwana anakupa kibali cha kusonga hatua kwa sababu anatupenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simuona kuna tofauti kidogo katika ile neema anayofundisha. Amen. Subiri niliongea kuhusu sauti ya Mungu. Walionisikiliza. Wangapi walisikia asubuhi tukipeperusha habari? Walikuwa wanatuma hapa direct kwa radio. Hapo kwa kanisa hapa. Asante kwa wenye walipiga simu. God bless you kwa sababu ya neema. Tuzidi kwa mizana ya kwamba hata hapa Iluga tuna mchungaji wa radio. Tunasikianga tu. Amen. Hapa leo 2 weeks tunakuja kwa TV na nitahakikisha Bwana asifiwe mpaka tuhubiri kwa TV. Na siku moja nitakuwa tukanisa ndawaleta wanachukua mitambo tukihubiri hapa, tukiendelea na sarakasi yetu ya kuhubiri bila tujui kidogo yenye ujui hiyo, na tutasoma Biblia hapo kwa mazuri katika hili. Pigia Yesu makofi katika jina la Yesu. Na mambo mengine Bwana anaweza kutupa katika kibali cha kiroho na kutupa tumaini kwa sababu anastahili. Nataka kumalizia nikisema nini? Bwana akuongoze. Kabla sijaomba, mstari tu kuja utusalamie. Wajua Bwana, wajua Bwana, wajua Bwana, hakuna unaweza Baba, unaweza ni wewe, ni wewe Bwana wetu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, na macho ya moyo wangu ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe,
kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Masia. Hakuna wa kufanana naye. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba. Hakuna wa kufanana naye. Wewe unaweza. Wewe unaweza. Baba. Wewe unaweza. Hakuna wa kufanana naye. Wewe tumaini Baba. Kila maadui watakayemzuia kwamba asiweze kupenya, Baba, navunja hizo altar.
Nakabidhi mikononi mwako kama agano uliyofanya na Ayubu. Baba, una kusudi ya kumpanisha agano lingine. Baba, namweka katika mafuta ya anointing ya watumishi wa Mungu. Baba, mkubali kama mwanao. Vita vya ulimwengu akapambana akashinda. Vita vya kiroho akapambana akashinda. Malaika wa anga wakambebe kwenye anga. Amfunika kwa njia zote za giza. Baba, mtembele kwa sababu unampenda, unamjua. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Asante kwa wema wako Baba, fadhili zako Baba za milele. Asante kwa fadhili. Nataka tu niombe na wewe, labda unahitaji. Songe mbele tuombe nawe katika jina la Yesu. Najua Mungu atakuwa pamoja nasi. Wakati mwingine Bwana anakusudi na mambo mengine mazuri kwa haya ambayo anapelekwa mahali. Na Bwana anakusudi na jina la Yesu. Naomba tufunge hizo milango zote. Kuna kitu nataka kufanya sasa. Naomba milango zote zifungwe. Sema asante Baba. Asante kwa wema wako Baba, fadhili zako. Funga macho yako. Uliza Mungu kwa dakika moja. Haya maisha ambayo unapitia yanapaswa yawe hivyo? Haya ugumu unapitia, ni wapi haujafanya operation vizuri? Ni nini kimekuzuia? Soma Bwana tuko dakika moja. Ninapoenda kuomba na wewe, Bwana kutembelee. Ambia Bwana kuna nafasi nyingine imebaki kama kanisa sasa. Uende ukajifungie katika nyumba yako ya ndani. Ukamlilie Bwana na shida ulio naye. Ukamwambia Bwana nahitaji msaada. Hii ndio dakika ninaachilia nguvu mpya ndani maishani mwako. Hii ndio dakika Bwana anakubadilisha katika anga ya Ukristo. Vijana wetu, wasichana wetu, mama zetu, ndugu zetu, kuna kipawa kinashuka ndani mwenu. Funga tu macho, muulize Mungu ni wapi nimefika mpaka nikakata tamaa. Jumapili leo wacha ikakuwe ukombozi ndani ya maisha yako. Wacha ikawe revival katika maisha tofauti. Wacha Mungu abadilishe territory zako. Wacha Mungu abadilishe maisha unayoishi leo. Inua mkono wako mahali uko, niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu naachilia miliki na nguvu za kibali. Ninaomba kwamba katika majira na neema ya uwepo, kuna mahali imefika Bwana, tunahitaji Bwana utupiganie. Tuwe na imani shujaa, imani ya kibali, imani ya testimony yako Bwana. Naomba upenyezo wa kiroho iwe juu yetu Baba. Kila mmoja amekiri ya kwamba tunainua mikono kama kusarenda mbele zako. Wengine hawana kazi, wengine hawana fedha, wengine hawana amani katika maisha yao. Natangaza amani juu yao, natangaza kibali juu yao. Wengine wamekata tamaa, ni kwa ajili ya kazi wanayofanya. Chochote umeanzisha sikiwe chanzo cha kuinuliwa Bwana. Iwe chanzo cha kuinua kazi yako Bwana. Iwe chanzo ya kupenya kimataifa. Chochote umepanga, wanayopanga kimataifa, wanayopanga kuvuka daraja, wanayopanga Bwana, leta neema Jehova. Kama kanisa lako tunaungana katika mwili wa Kristo kutangaza ufalme wa neema, kutangaza ujasiri wa neema. Badilisha your territory, badilisha maeneo haya Bwana, badilisha vijana wetu, badilisha wasichana wetu, mashule yetu tunayaombea Bwana. Mzigo wa mashule Baba tunaubeba kama vile Roho Mtakatifu aliyobeba kila alta ya ujasiri Baba. Natangaza kimataifa, natangaza kwa generation ya uwepo wa Bwana. Zungumza nasi, watetee, wapiganie, maana unawapenda
Baba nakushukuru, ninakuinua, jina lako likapewe sifa. Baba, katika fungo na sadaka zako tunatoa kwenye madhabahu haya Baba, tunakushukuru, tunakuinua, tunakupa kibali, tunatangaza neema. Fungua milango na madirisha Baba katika mitandao tunapopeperusha habari za Yesu. Wacha watu wako wakabarikiwe, wacha watu wako wakainuliwe. Jinsi unavyoona sauti ya Mungu inavyonena juu ya imani zetu Baba, tuko naye Baba, tunaomba utubadilishe tukakuwe na imani ya utukufu Baba. Baba, asante kwa ajili ya baadhi hii, popote inaenda Baba, ninaikabidhi mikononi mwako Baba. Nafunga mishale zote za confusion, nafunga mishale zote za kila maadui, nafunga mishale zote za reverse itakayeteta na bagii Bwana. Baba, wametoa kwa moyo kaenda mahali Bwana, natangaza katika maeneo haya, Yesu dhihirisha, Yesu dhihirisha, Yesu dhihirisha, Yesu dhihirisha ya kwamba una uwezo na kibali Baba. Nakabidhi kila jambo mikononi mwako. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho, ya kwamba kuna vitu Baba utatangaza. Nakabidhi makaratasi haya mikononi mwako. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Popote yatakanyanga kuanzia kesho Baba, nafunga kila agano, nafunga kila maneno, nafunga kila midomo. Walio juu naye ninawashukisha chini, waliopanda viwango ya kifedha ninawashukisha chini. Naachilia miracle na kibali juu ya karatasi hizi Bwana. Chochote kimeandikwa kikapenye kwenye mamlaka, nafunga hiyo mianya, nafunga hiyo mianya, nafunga hiyo mishale, nafunga hiyo midomo, nafunga hiyo mamawe popote yanatokea Baba. Ninakushukuru, natangaza neema, natangaza kibali katika sifa na utukufu mikononi mwetu, tunaomba tukiamini, amen. Fungua milango zetu katika jina la Yesu. There is power in prayer. Kuna kitu nimefanya ambayo ni Bwana sifiwe. Kuna kitu ambayo nimefanya, hiyo ni mimi na Bwana sifiwe. Hiyo kuhusu. Haleluya. Sasa nataka tulete sadaka zetu, alafu tutakuwa tunapumzika, tupate matangazo katika jina la Yesu. Haleluya. The power of grace of our Lord, kwa sababu kuna kitu Mungu amepeana katika maisha yetu na ametufanya tuwe katika baraka ya ujaziri katika neema hii ambayo Bwana ametupa mchana wa leo. Haleluya. Tuwe tayari kumtukuza Mungu na kumsifu, maana ni yeye anatupea kibali na anatupa generation. Tuko katikati ya mwaka mwezi, na najua kwamba Bwana atatubariki na Mungu usio kama Mungu atakubariki, usikate tamaa. Jikase vile ulivyo, maana Yesu anatuandaa katika leo. Amen. Lakini ukitaka ndio baraka ziongezeke, lazima uwe na territory ya kufikisha mamlaka. Hallelujah. Lazima uwe na nguvu ya kufikisha mamlaka. Sasa tumeenda viwango vingine. You are going to the media, we need the supporting. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kama support hata media kwa chochote, sema mimi nitaamua kusimama na shilingi 300 kwa kila mwezi. Bwana sifiwe. Ni support media. Bwana sifiwe. Wewe utoe sadaka, lakini unasema mwezi kisha nitasupport media kwa 300, 200 ili tuhakishe hata nyinyi muende studio. Bwana sifiwe. Tuvuje roho ambayo watu wetu walikufa hatujawahi kania kwenye radio. Bwana sifiwe. Na tuko na kibali cha kutumika. Bwana sifiwe. Bwana tusikanie katika neema, bali Bwana atutendee. Hallelujah. Praise the Lord. Mwenyewe tunatumika ni mingi, lakini hata kidogo tupatupee Mungu ili atubariki. Ili kwa tuna ushike mkono wako hivi, tuombe sadaka. Chochote tuko na, wewe shika mkono hivi. Mungu atakupea. Wewe inua mkono hivi. Leo nataka kutabiri ndani mwenye. Inua mkono wenye juu. Baba, katika jina la Yesu, na achilia neema ya kipekee katika mikono hii. Popote Baba hawajapata, Bwana ukaongoze wakafanikiwe kuweza kusonga mbele.
Tuna wanafunzi katika mali hapa Bwana, katika school fees. Baba, tunatangaza ya kwamba fedha hizi Bwana zikatumike katika neema. Bwana, popote wameibiwa katika mwizi anaiba fedha zao, wanapopata tu pesa isimame katika mikono yao. Baba, tunaharibu hiyo dhambi, tunapanda kibali. Jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Hakuna Mungu kama wewe. Baba, tunawabariki wote ambao wanatoka kwenye mitandao. Wabariki Bwana walio kwenye mitandao Baba, nje ya taifa letu. Baba, uwakumbuke, uwape kibali. Sifa hizi zote mikononi mwako. Natambua kwamba una wema na fadhili zako. Wakumbuke Bwana kwa sababu utawajua. Jina lako likainuliwe. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Bwana awabariki na wote mema. Dakika moja kabla sijakaa chini. Kuna mkutano pale kwa Hope Community inakamilika leo. Tuna matanga hapa. Tunahitaji tuchange kitu. Tuesday twende pale kwenye matanga. Bwana sifiwe. Mtu asiende vicho. Bwana sifiwe. Tulete hapa kwa treasurer. Mwisho umempata. Alafu tutapeleka kwa pamoja. Sio kama mnanielewa. Na mtu mwenye ataenda peke yake huko, ujue si mshiriki hapo. Bwana sifiwe. Sio kama tukubaliana. Maana wewe ni muumini wapi? Kwa sababu sisi ni kundi dogo, wacha tubebe mzigo wetu tuweke pamoja. Na mimi sitabeba hiyo pesa. Bwana sifiwe. Mwenye tabeba nani? Treasurer mwenye atakuja kuleta wapi? Kule. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kama mtamwaidisha ni yeye sasa. Bwana sifiwe. Yeye ni nusu. Hata mimi nitatoa yangu nifanye nini? Bwana sifiwe. Sio kama tunakubaliana. Hapo ifanye nini? Hainusu. Kwa hivyo kama unataka mambo yenyewe uende kwa peke yako, utakuwa umeibisha kanisa. Bwana sifiwe. Kwa hiyo ni vizuri kushikana kanisa. Pia wala hapa tunaenda kuwaenda kwa Hope, tumalize mkutano wetu roho sivyo? Itakuwa vizuri, si kweli? Alafu tutakuwa. Wacha mimi nikiseti. Kama kuna matangazo mengine basi wataendelea. Mimi nimalize yangu. Kulingana na ile tumi ilikuwa nimepata. Hiyo ni kwanza moja tuseme. Kwa nimesahau moja. Kuna dada wetu anaitwa Isabella. You have her in the ICU for 2 weeks. Hapa Refaru. Na imegharimu 150,000. Alikuwa muumini wetu hapa mmoja. Harambee next week Sunday. Bwana asifiwe. Naomba kwa hii wiki tasanya yetu hapa tutatuma kwa simu. Nadhani hiyo namba iko kwa kitu hapo kadi walileta. Bwana asifiwe. Naomba Bwana asifiwe. Shikane mkono tusaidie. Hata kama alienda alikuwa hapa kwa maneno ya sense, lakini ile watu wali wakati mwingine naongea na mtulie kwa mandogo. Hata kama ndio imewaka moto, mnatulia kidogo. Ili kwamba wakati naona sasa tunaenda kwa kina baba nani kule. Jamani anaenda kwa Bwana asifiwe. Hadi unaweza zunguka tena unarudi pa. Bwana asifiwe. Unaweza jifanya mjanja, mama atakuja kuambia. Unajifanya mjanja, tena unarudi wapi? Wale watu ndio wanakusaidia. Wafadhali tutulie mahali tulipo. Bwana asifiwe. Wasichana wetu mkioleka, msirukeruke kama chojojo. Bwana asifiwe. Mkae mahali pamoja ili ya kwamba mtoe faida mzuri. Lakini mkirukaruka kama chojojo, leo kwa hapa sasa nani amrudi? Sasa amenifunza hata mzuri sasa nawaambia hivi. Siko anajua. Amerudi pale. Sasa ule mzee mlikataa, yala kusaidia. Bwana asifiwe. Aliona kama takataka. Kalima matangazo mimi nataka chini. Bwana asifiwe. Bisa ngine naongeanga sisimbo. Vitu vizuri na wasaidia. Simnipigie makofi hapa. Na pia tunashukuru Mungu kwa sababu tutaenda kupanda kanisa kwa kinataifa. Tutaenda kupanda kanisa kila mahali. Tunataka kupanda makanisa. Bora tu. James anaonekana mshirika leo kazi. Kwa nafasi. Na pia mimi nataka kusema kabla ya kuja. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu hata kwenda kwa mtandao ni neno. Haijakuwa rahisi. Bwana asifiwe. Tumekuwa na watu kutoka Endama Rabin walipiga simu. Watu kutoka Elgeyo Marakwet, Bwana asifiwe. Watu kutoka Kisumu, Bwana asifiwe. Wengine kutoka Busia huko walikuwa wanaongea tu. Na kile mlisikia wenye mlikuwa Bwana asifiwe. Si yangu kuweka mdomo. Si kweli? Na wakasema shida yao. Si uliona tulioomba. Bwana asifiwe. Wengine tu waliamuka. Kuna yule alisema message. Unasikia message kweli? Kusikia message. Message kuna yule aliamuka, alilala akiwa mzuri. Aliamuka, mtoto ameanza kutabika tabika. Amekuwa mbaya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunawaambia mkuu na tunamshikilia hivi kwa wakati na mshikilia wakati niko naye kwa wakati. Bwana asifiwe. Wakati nitaondoka kuna wachungaji Mungu anawatuma hapa. Bwana asifiwe. Wafanye kazi ya Mungu. Alafu tutakuwa karibu katika jina la Yesu. Karibu.
tumebadilisha, unatuma kwa Pebi ni 50-247-47, alafu unatuma kwa account 50-55-7. Ukishatuma utaniletea message. Alafu kuna hii pesa ya mwisho wa mwezi wanayodumia Sunday school 50, wamama 200 na wazee 300. Tulisema si lazima utoe yote, unaweza toa kidogo kidogo, mwisho wa mwezi utakuwa umekamilisha. Ya 3, kuna mama wa mzee wa mitaa wa hii eneo alipumzika. Rambe ni ya Tuesday. So tunaomba kama